The Purple Estate Barabara TV, Doto Magari muda mfupi zaidi asubuhi akiwa Dodoma ameahidi kwamba anarudi chapu kwa haraka mjini hapa Dar es Salaam kuja kupambana nao wote ambao walikuwa wakimpigia madongo au kumsema vibaya kuhusiana na sakata lake la kuumwa, kwa maana yeye ni mgonjwa wa ukimwi wa VVU, ameathirika kutokana na namna ambavyo swala limesambaa katika mitandao ya kijamii. Mwambieni wafuasi wangu, mashabiki zangu, maadui wangu, babu niko vizuri, na huyo washangedele wenu Chenli atakuponzeni. Na naona madada wengi wa mjini mna posti, mna comment, hamna shughuli ya kufanya, lakini itakupostini. Sawa? Yaani huyo ndo atanilipa hela nyingi, atanipa utajiri wa kujenga gorofa unazosemaga. Mimi babu niko vizuri, na leo nataka nihakikishie dunia. Sasa leo ndo jiji linachangamka. Simekuwa nataka mji mchangamke, unaona babu nimekaa kimya. Nilikuwa napiga kelele Dodoma na beba mabox. Nimemaliza. Na kuja mjini. Sasa ndio mji utachangamka. Na nyinyi wana habari, sijui wachambuzi, mnaojifanya mna posti itakukostini. Bwana mimi ninanongwa. Bwana mimi ninanongwa. Huyo mpumbavu mwenzeo mdomo umemfuta kama chununu, huyo si Chenli. Naona sasa hivi ndio usubutu wake umemfikia. Oya, mimi neno langu moja, sheria babu. Yaani utajutia nani uko unadili naye, nani unapigana naye kelele. Mtu mjinga unisumbue komwe kako na buguruni mwisho. Wewe asangedele wewe Chenli. Wewe, yaani sasa mimi ndio nakukata ulimi na kukata mdomo. Si ulikuwa unasumbua watu na hadisi watu kwa sababu una maradhi yako leo kutoka nayo huko kwenu, unawapa kazi ya watu sijui nini watu wakufuatishe wewe. Sasa umepotea. Kama ulikuwa unatafuta followers, sasa hivi tafuta chuki, tafuta na dunia ikuangamize. Nimemaliza babu. Mchezo wao unahitaji hasira. Sawa? Na nyinyi masinichi mnaendelea kuposti kwenye media, endeleeni. Lakini mnanijua babu. Neno langu moja, sheria. Naingia Dar es Salaam mjini, jiji la sasa mji ndio unachangamka. Kaeni kwa kutulia, doze koko tego zoyoka. Wewe Isatambuni mtu mjinga, hujui litendalo. Yule mwenzio naye subiri, usubutu wake upo kichwa mviringo. Yaani nyie dunia itasimama itasema Doto, kwa nini ulifanya hivyo? Nimemaliza. Na nitahakikishia wananchi wangu wote, wafuasi wangu, babu ni mzima, babu ana afya njema paka amri kaburi. Sijui unanielewa? Ipo. Sinichi na kupunguza. Sinichi na kukataa. Sawa? Na leo ndo nitaiaminisha dunia na kwenda kupima Muhimbili. Hospitali ya serikali na dokta mkuu ananipima mbele ya media zote. Wewe dada tafuta pa kujificha. Ngedele wewe. Na mashavu yako yamekuvimba, kichoko kirefu, kandege mnana. Cheli nani utatuona kunisumbua mimi? Mimi babu taikuni, vita naopiga na mimi ukihadisiwa uongei tena. Tumjinga kabisa shangedele wewe. Tunaendelea tulikoishia hii kama season ya Kikolea. Narudi mjini. Suni tunaingia na ndege. Kazi ipo. Mji sasa ndio unachangamka. Si ulikuwa unataka mji uchangamke? Mji sasa ndio unachangamka. Washamba vichogo nyie. Get out. Mimi kama ninalia tu ndo hawa. Oya, miakanyaga. Oya, sasa hivi nitasikilizwa mimi. Sasa hivi tutakuwa na mimi mpaka dunia inabadilisha siku. Picha nyingi sana zimepostiwa, huku pia maneno na caption zikiwa kubwa kweli kweli. Kumbukwe kabla ilikuwa ni vita pia Baba Levo na DC Mwijaku kuhusu namna ambavyo jambo linaendelea Doto Magari pamoja na mtu wake wa karibu zaidi Isatambuni Magari pia ambaye amekuwa akimpigia simu na kutaniana. Lakini kubwa zaidi ni mwanadada huyu Cherry Hollister ambaye yeye ni mtu ambaye unaweza kusema anatengeneza maudhui ya kuelimisha kuhusu waathirika wa VVU, namna gani waweze kufanya ili waweze kuextend life kidogo, maisha yao yaweze kuwa marefu zaidi, kuzingatia masuala ya chakula, kujikubali kwamba wao tayari ni waathirika na mambo kama hayo, kwa sababu yeye toka mwaka 2012 amekuwa katika kundi hilo na amechagua kuwa HIV pia educator, kuwaelimisha wenzake na kukubali hali walizonazo kwa namna moja ama nyingine. Nisingizia mimi sina virusi vya ukimwi, nikipima taibika. Pima Doto, watu wa Mungu hawayuni. Mimi na Doto tumefanya clinic moja kabla ya kuhama clinic. Doto unafanya clinic hospitali ya serikali, labda kama umehama sasa hivi baada ya kuwa mtu maarufu huko mitandaoni. Ila mimi na wewe tumefanya clinic moja Doto, na ulikuwa mbishi kijana sana kutumia dawa. Yaani baba, sijui ni nani alikuja kukuokoa, ila ndugu ulikuwa umeisha. Huyu aliyekupeleka soba na kukusimamia utumie ARV vizuri, mshukuru. Lakini alisahau kukuambia kwamba kipindi unahudhuria CTC kuna watu tulikuwemo. Kwamba ukitukutana na sisi kwenye mitandao ya kijamii, usituchokoze, usitutukane kama unavyotukana watu wengine. Ni kweli tumehudhuria CTC moja, lakini mimi sikujui.
Hiyo haikuwa shida ya wewe kuja kuanza kunitukana. Okay? Huu ni ukichaa. Una shida gani au unanitaka? Ulikuwa unanipenda? Si ungeniambia tu vizuri ningekuelewa. Tena na hicho kitambi na hiyo migusi tungefanyaje? Anyway, kuhusu vidoti jamani. Kama ni mviu unaona vidoti, tulia. Mimi na Doto tunavyo. Sawa. Na mimi sijasema waviu ndio wenye vidoti. Mimi mnasikiliza vitu vizuri kabla ya kukurupuka na kuanza kulialia kwa sababu mnaficha watu hali zenu. Virusi unavyo. Wewe riziki mwanzo wa chuki, riziki gani? Hiyo ulikuja kupata huku kubwani umezeeka. Mimi sijui kwa nini watu maarufu mkifanya makosa, nikiambia ukweli badala mkubali, mnaanza kurukaruka mimi nina hela, mnasema baya kwa sababu. Sasa hela zinahusiana nini na ukweli? Virusi unavyo. Watu wa Mungu, ni video ya mwisho. Narudi nilikokuwa, Mr. Kichukozi. Nawapenda sana kwa hili. So Baba Levo kupitia mitandao ya kijamii aliweza kuandika kwamba wewe ni mtu bora sana Doto Magari, lakini lazima ujue Mwijaku huwa anapitisha chuki zake kwa njia ya utani. Sio rafiki mzuri. Lakini Mwijaku akaweza kumjibu kwamba kama wewe unavyoleta chuki kwangu ili niachane na mke wangu. Juma Lokole pia ameweza kucomment, ujue ni mambo ambayo huwa anaendelea katika mitandao ya kijamii. Kumbuke hawa wamekuwa moja kati ya ma-influencer wakubwa zaidi Tanzania wanaofuatiliwa kwenye mitandao ya kijamii hasa Instagram, kwa maana ya mbunge mheshimiwa kutoka Kigoma mjini Baba Levo, lakini pia DC Mwijaku pamoja na Doto Magari. Lakini namna ambavyo jambo limekuwa likiendelea pia linatrendishwa na baadhi ya content creator, baadhi ya wasanii watengeneza maudhui na wadogo ambao wamekuwa wakiliposti kupitia peji zao, na baadhi ya watu ambao wanauelewa zaidi na haya mambo wameweza kumshauri huyu Chelly Hollister kwamba aachane na hili swala. Sawa, yeye ni mtu ambaye anahusika na mambo ya HIV, pia educator, kwa maana anashauri watu wazingatie katika swala zima la kula, pia wasiwe na stress na mambo kama hayo. Lakini iweje anakwenda kutoa siri za Doto Magari? Au kuna namna, kuna jambo linaendelea kati yao na watu wamesema si jambo sahihi. Yeye aendelee tu kuwashauri watu wengine na si kuingilia mambo binafsi ya kwanza kumtangaza mtu, hata kama ni uhalisia kwamba ni mwathirika. Ni jambo ambalo halijakaa sawa kimaadili. Wakubwa wote watatu hawa wamekuwa wakizua mambo tofauti, lakini kubwa zaidi ni kutrendisha na kuhakikisha wao wanakuwa ni ma-influencer wazuri wa makampuni wanaoyafanyia kazi na mambo mengine yaweze kusonga. Jambo lina ukweli gani na hiki ambacho anakidai Chelly Hollister? Wewe kama mdau, kwa namna ambavyo busara tunaishi kama Bongo, nchi yenye amani, unashauri vipi? Je, yupo sahihi ili aweze kuwalinda watu wengine ambao wapo karibu, pengine wadada na Doto Magari, au kila ambacho anakifanya ni ana disclose personal issues, kwa maana ya issues of privacy? Hakikisha unadondosha comment yako kupitia The Purple Estate Balabala TV. Mi pale Instagram search ni follow @kizazijuaji Don Balabala. The Purple Estate, we take everything into account. Let's go.